Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, na kusalimu tena kwa jina la Yesu. Nikukaribishe kwenye kipindi hiki ambacho tumekianza kwa muda kidogo, tukiwa tunazungumza kwa habari ya uwezo wa ndani au nguvu ya ndani ya kumwendea adui aliye mbele yako, au anayekuzuia wewe usifikie baraka zako, au anayekuzuia wewe usitajirike, labda anakuzuia usipone, labda anakuzuia usipate kazi. Kwa hiyo tunapozungumza maadui kwenye maisha tuliopo au maisha tulionayo, kuna maadui wengi sana. Nikizungumza maadui wengi, na hisi unanielewa. Maana yake hata ndugu yako anaweza kuwa adui yako na akakupinga wewe usifanikiwe. Ninapozungumza adui, hata mfanyakazi mwenzako anaweza inuka akawa adui akashindania hiyo nafasi yako. Ninapozungumza kwa habari ya adui, kitu chochote kinaweza kuwa adui kwa wakati huo ili kukudhoofisha wewe usiweze kufanikiwa kwenye kile kiwango ambacho Mungu amekikusudia. Tunapozungumza uwezo au nguvu ya ndani, tumesema ni aina ya kipawa ulichonacho, aina ya talanta ambazo Mungu amekupa. Lakini tunapozungumza pia uwezo wa ndani, hiyo ni rasilimali ambayo Mungu amekupa ili ufike kwenye utajiri, ufikie heshima yako, ufikie ule ukuu ambao Mungu ameuweka ndani yako. Tunaona kwa habari ya Yeremia 1:5 pale. Yeremia 1:5 anazungumza kusudi la Yeremia kuzaliwa. Kusudi la Yeremia kuzaliwa, amezaliwa ili akang'oe, akaharibu, akabomoshe kila aina ya falme au kila aina ya madhabahu. Kwa hiyo hao wote ni wakuu, lakini inawezekana wewe umezaliwa ili kuwa daktari, umezaliwa ili kuwa mtumishi wa Mungu, umezaliwa labda kuwa mfanyabiashara, umezaliwa labda kuwa dereva. Kila mtu amepewa ngazi yake. Labda umepewa kipawa cha kusimamia jambo fulani. Kwa hiyo huo wote tunasema ni uwezo ambao Mungu amempa mtu. Anakuwa mzuri sana katika eneo la uzungumzaji na kushawishi wengine. Kwa hiyo ni amepewa. Mwingine ni uongozi uko ndani yake. Huo ni uwezo wako. Sasa ukisimamia ule uwezo wako vizuri, Biblia inasema wewe utafanikiwa na utakuwa mtu mkuu. Wewe utajuaje uwezo? Tutajifunza tarehe ya 19 Alhamisi ya wiki ijayo. Tutakuwa na ibada mahali hapa, na ibada yetu itaanza saa 2:30 hadi saa 7 kamili. Saa 2:30 hadi saa 7 kamili tukiwa tuna somo hili. Lakini siku hiyo tutajifunza kipengele kingine hujawahi kukisikia, lakini siku hiyo utakisikia, japo nitarudia kidogo tu ili tujue sasa namna gani tunaweza tukajitambua, au namna gani pia tunaweza tukajitoa katika hao maadui ambao wameshikilia maisha yetu, lakini namna gani tunaweza tukaona hiyo nguvu. Tuliona Samsoni alipoteza uwezo wake, tuliona pia Elia alipoteza uwezo wake, lakini pia kuna watu walikufa kabisa, wakapoteza maisha yao kwa sababu ya kile tu alichokibeba. Wengine wakawaonea wivu, wengine wakatamani kung'ang'ana na ile shamba, wakatamani kung'ang'ana na ile ndoa yako. Kwa hiyo ghafla ukapoteza ndoa yako, mwingine akaja kakalia hicho kiti. Labda umepoteza nafasi ya uongozi, labda ulikuwa na kiongozi kwenye eneo fulani, labda ulikuwa mwalimu, labda ulikuwa mfanyabiashara, lakini sasa hauna tena ile nafasi. Mwingine amekuja amekunyang'anya ile nafasi. Kwa nini? Kwa sababu alipoona uwezo wako akavamia ile nafasi yako, kwa sababu unaonekana vizuri. Ukisimamia nafasi yako vizuri, au ukitumia kile kipawa chako ulichopewa na Bwana, inakuaga nzuri zaidi kuliko wale wanaoiga. Kuna watu wengine sasa hivi wanaiga. Mtu anaibuka tu anafanya biashara kama ya kwako unayoifanya. Anaibuka anatamani labda awe na sauti kama ya kwako. Anaibuka labda anatamani afundishe kama unavyofundisha, lakini kumbe si yeye. Maana yake yule mtu wa namna hiyo yuko tayari hata kwenda kwa mganga wa kienyeji. Umeona hivyo?
yuko tayari hata kukuua. Kwa nini? Kwa sababu ameitamani kile kitu kilichoko ndani yako, na alipoitamani ile kitu anasema, mbona mama fulani unauza kuliko mimi? Mbona wewe unapata kibali kazini kuliko mimi? Mbona wewe unakubalika na bosi kuliko mimi? Mbona wewe unapanda cheo kuliko mimi? Kwa nini? Kwa hiyo ndani yake inainuka nguvu ya wivu ambayo inaweza kumpelekea hata kukuua wewe, kukuchongea maneno mabaya. Kwa hiyo watu wanaoiga vitu ni wabaya sana kwenye maisha tulionayo. Kwa nini? Kwa sababu si kitu chake, hajazaliwa nacho. Kwa hiyo amekitamani, na kwa kuwa amekitamani ana uwezo wa kufanya kitu chochote kwa wakati wowote. Tuko nao kwenye maisha, tunaishi nao, lakini hawa ndio wanaotumaliza. Hata katikati ya familia, ndugu anaweza inuka au kaka dada anaweza akaona, mbona huyu anafanya vizuri, mbona ana perform vizuri, kwa nini sisi hatujaona magari? Kwa nini sisi hatujajenga? Mbona yeye amejenga na amejenga haraka haraka? Mbona yeye ameoa sisi hatujaoa? Mbona yeye ameolewa sisi hatujaolewa? Kwa hiyo tunapozungumza sasa kwa habari ya uwezo wa ndani, naomba ujifunze, lakini pili uwe makini. Natamani ujifunze, lakini pili uwe makini na watu unaoishi nao, na namna gani utatunza uwezo wako, utajishepu kwenye uwezo wako, namna gani utafikia utajiri wako kwa haraka. Na 2026 huu ni mwaka wa kufikia ndoto zako kwa haraka. Haleluya. Kwa hiyo tumesema pia aina ya maeneo tunayoyaishi yanaweza kutuletea madhara. Kwa hiyo tusome katika kitabu hiki cha Ufunuo 2 mstari ule wa 13, nitasoma mpaka 14. Anasema, napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku hiyo, katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo Shetani. Hapo akaapo nani? Shetani. Napajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nao walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku ya Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo Shetani. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hapa, tunaona mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu sana, analijua neno la Mungu, ni shahidi mwaminifu. Nikizungumza shahidi, kuna wakati pia ulishawahi shuhudia neno, ulishawahi mshuhudia mgonjwa akapona, ulishawahi wahubiria. Leo hii ni mlevi, ulikuwa una uamsho ndani yako mkubwa. Enzi tunasoma kule mashuleni kulikuwa na vipindi vya dini, lakini kwenye vipindi vile vya dini wewe ulikuwa na kitu kizuri, ulikuwa kiongozi mmoja mzuri, na ulikuwa una uwezo mkubwa ndani yako. Leo hii ule uwezo uko wapi? Ulikuwa unapenda kuwa injinia, unapenda kuwa injinia wa magari, injinia wa mashine fulani, labda injinia fulani, lakini leo hii ile kitu hauna. Ulikuwa unapenda kuendesha ndege, leo hii hauna. Ulikuwa unapenda kuwa kiongozi fulani kwenye taasisi fulani au ndani ya nchi, leo hauna. Uongozi umeenda wapi? Sababu ni nini? Kwa nini umepoteza hizo nafasi? Hizo nafasi unaweza kuzipoteza kulingana na watu unaoishi nao, unaocheka nao, ndugu, jamaa, marafiki. Hao ndio wanaoweza kutafuna uwezo wako wa ndani. Lakini pili, aina ya mazingira tunayoyaishi yanaweza kutuharibia uwezo wetu. Kwa nini nazungumza aina ya mazingira? Yamkini unaishi au umejenga kwenye eneo lenye roho ya uzinzi. Labda umejenga kwenye eneo lenye roho ya ulevi. Labda unaishi kwenye eneo lenye roho labda ufukara. Watu wa mji ule au mtaa ule hawafanikiwi. Kwa hiyo tunapozungumza sasa, na wewe umekuja una kitu kikubwa ndani yako ambacho kimebeba historia mpya ya maisha yako, jina lako kubadilika. Ili jina lako libadilike, unatakiwa usimamie uwezo wako.
Na ndio maana nimesema Paulo alipokutana na Bwana, Bwana akambadilisha. Kwa hiyo siku ya ibada ya tarehe ile ya 19 tutakuwa na ibada kubwa ya kukutana na Bwana. Tulipoona yule mwanamke mzinzi, kweli ana waume 5, alipokutana na Yesu kisimani, kwenye kitabu kile cha Yohana tunasomaga sana mara nyingi pale. Alipokutana na Yesu uso kwa uso, Yesu akamwambia, natamani unipe maji. Lakini yule mwanamke akasita. Ikafika mahali Yesu alipokuwa tayari kumpa maji, Yesu akamwambia, laiti ungejua unayezungumza naye. Laiti ungejua unayezungumza naye na ungetaka maji yake yeye akupe. Laiti ungejua. Katika mahojiano yao, ghafla Yesu akajifunua kwake. Na alipojifunua kwake kama maji yaliyo hai, maji ya uzima. Kwa hiyo yale maji yakiingia ndani yake yangemtakasa na kila tabia. Maana yake kuna tabia tunazo, kuna mwenendo tunao, kuna madeni yametuandamia. Kuna roho zinatutesa, roho za mafarakano. Tukikutana na Yesu, hayo magonjwa hayatakaa ndani yetu tena. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mkuu wa uzima. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kushiriki ibada ya tarehe ya 19 Alhamisi ya wiki ijayo. Mpaka sasa tuna siku kadhaa tu, sio hata wiki, tuna siku kadhaa. Kwa hiyo lazima uhudhurie. Na maana yake hapa anasema Antipa huyu ameuawa kwenye eneo ambalo lilikuwa lina kiti cha enzi cha Shetani. Kwa hiyo unaweza badilishwa. Ni kiongozi ni kweli, lakini unaweza fika kwenye eneo fulani au kaajiriwa mahali fulani ambapo pale pana nguvu ya miungu mingine. Ghafla ulienda kuomba kazi pale, unaanza kuona unapoteza nini? Kile kitu chako ulichonacho. Labda unafukuzwa tu kazini. Kwa nini? Kwa sababu tayari wamepata kile wanachokitaka kwako, wamepata nyota yako. Kwa hiyo kuna watu tunapita njia panda. Tunapopita njia panda zile, kuna damu nyingi zimemwagwa pale. Ziko aina ya maombi, ziko aina ya maagano yako pale. Maduka mengine tunaenda. Hapo sasa naomba nisiongee sana. Maana unaweza poteza nguvu yako mahali popote. Mahali popote, ukaingia kwenye madhabahu ambayo sio, ukaenda kwenye mkoa ambao ndani yake una roho zingine. Ghafla ile nguvu ya ndani yako ikadhoofika, lakini wao wakashamiri, wao wakafanikiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wamechukua kile kilichoko ndani yako na wao wanafanikiwa. Ndivyo ilivyo. Kuna watu leo ni mazezeta. Si kwamba walipaswa kuwa hivyo. Kuna watu walikuwa na watoto walikuwa nasoma, ghafla wakakutana na roho ya magonjwa. Leo hii ameparalyze, yuko kitandani. Mwingine labda amegongwa na gari. Unaona Kwa nini? Kwa sababu Shetani alijua huyu mtoto angekuwa nani baadaye. Kwa hiyo zile roho zimeinuka kupingana na ule uwezo ulioko ndani yake. Kwa nini? Hakuna kwenye familia yetu aliyewahi kuwa daktari. Hakuna kwenye familia yetu aliyewahi kuwa rubani. Hakuna kwenye familia yetu aliyewahi kuwa mchungaji. Kwa hiyo unapoinuka sasa kuwa mchungaji, lazima ujue kabisa unapambana na falme zipi. Wako watu wengi, mimi niliwahi anza huduma na vijana wengi, wachungaji wengi, hata wengine hawakuwa rika zetu, walikuwa wakubwa zetu, lakini walikuwa na uamsho mzuri. Leo hii walevi, leo hii wanavuta bangi. Kwa hiyo tunapozungumza, kuna vitu vinakuja kwenye maisha yetu ili kuua ule uwezo wetu wa ndani. Kwa hiyo ni lazima tuje mbele za Bwana, kwa sababu hii kitu Mungu ameitaka yeye mwenyewe. Ametaka kukutana na watu wake mwenyewe. Kwa hiyo kama ametaka kukutana na watu wake mwenyewe, tuje mbele za Mungu. Anasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Baali. Yeye alimfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli. Mbona sasa kwenye ule mji tunaoishi wako watu wenye mafundisho ya Baali, mafundisho ya kichawi, mafundisho ya miungu ya kwao. Wako watu kwenye ule mtaa tunaoishi pale nilikojenga mimi. Wako watu wana mafundisho ya miungu yao, miungu ya miji.
na lazima ikupinge wewe uliyekuja na nguvu nyingine, nguvu ya Mungu. Na ndio maana ulianza na Mungu vizuri, leo hii umepoteza hata hamu ya kuomba. Leo hii hauna hata hamu ya kumkaribia Mungu. Nguvu ya maombi imepotea. Na ulikuwa ni mshirika mzuri wa kanisani, leo hii hata umeacha kwenda kanisani, eti umekutana na vikwazo. Na Biblia hapa inasema mafundisho haya ni ya nani? Ya Baali. Baali alikuwa ni nani? Mchawi, mganga. Tunaenda kwa waganga, kuna watu wanaenda kwa waganga na wanafanya mabaya kwenye maeneo yale tunayoyaishi. Kuna watu wananyunyiza madawa kwenye hizo biashara. Na sasa tunapoenda masokoni kule, kuna namna tunatakiwa na zile nguvu kama hatuna uwezo wa ndani kwenye eneo la miguu. Miguu, niliwahi fundisha somo la miguu miaka kadhaa iliyopita, nikizungumza kwa habari ya kisigino. Kisigino imebeba nini? Mamlaka. Kisigino imebeba utawala. Na kama huwezi tawala eneo, kama kisigino chako kimeharibiwa, huwezi kumiliki, huwezi miliki. Na katika ulimwengu tulionao, ufalme wa giza unatenda kazi yani kwa haraka, kwa haraka unakimbizana ili kuhakikisha kanisa linadhoofika. Na imefika mahali, kila mahali kuna watu wanapasua nazi huko barabarani, wanapasua mayai huko barabarani, sio wanafanya vitu gani huko. Sasa sisi tusichukulie mambo kawaida. Unapochukulia mambo poa, hapo ndipo naangamia na kizazi chako. Sasa angalia, hii nguvu iko kwenye maeneo, na kama iko kwenye maeneo unaishi nao, majirani zako, labda wafanyabiashara wenzako, labda wakulima wenzako, labda wafugaji wenzako, atafurahia wewe ufanikiwe, mifugo yako izae, atafurahia wewe unapoongezeka. Ataingiwa ndani yake na roho ya shetani, kwa sababu hawa ni wamepokea mafundisho ya shetani. Ni watu wanaoishi kwa nguvu za kiganga, wanaishi kwa nguvu za kichawi. Hata leo hii makuhani wanaenda kwa waganga. Kwa hiyo usimwamini kila mtu. Unayecheka naye wewe humjui. Leo hii umepotezea nguvu zako wapi? Umeenda kwenye kampuni fulani, ukaomba kwenye ile kampuni mkopo. Ulipoomba ile kampuni mkopo, hapo ndipo umepotezea uwezo wako. Kwa nini ile kampuni? Kwa nini mwanzo ukuwa na hiyo shida ya madeni? Hivi ujiangalie. Kwa nini mwanzo, kabla hujanikopa mimi, umekuja kwangu nikakukopesha hela, ile hela nikanuia maneno. Kuna wakati pia nanena maneno, kuna wakati hujanilipa kwa wakati. Wanafikiri mimi nakuchekea? Nanena na natamka kinyume, inawezekana. Sineni Mungu akubariki ili unilipe, kwa sababu nimeona labda umepata nguvu ya kiburi ndani. Kwa hiyo wapendwa, kuna watu wameamua hata wengine kujinyonga au kutamani kujinyonga au kukimbia ndoa kwa sababu ya hao watu ambao wana mafundisho ya Baali, na tuko nao na tunaishi nao. Na kwenye yale mazingira wamenuiza, wameweka kinga zao, wameweka mazindiko. Mishawahi juzi kati nimekutana na mtu akapigiwa simu. Kuna mtu fulani, naomba nisimtaje, naomba nitunze, akapigiwa simu kwamba waizi wako kwenye duka lako, waizi wapo dukani kwako, wanataka kuvunja ofisi. Yule jamaa akawaambia hawataweza, waache wafanye chochote wanachojisikia kufanya. Kwani walishawahi sikia nimewahi ibiwa? Hawataweza. Kweli wale majamaa waliona kitu cha ajabu, duka limegeuka kuwa bahari. Jamani, kuna mambo mengine tumwachie Mungu, yanatisha. Kwa hiyo hawa waliweka ukwazo ili wana wa Israeli wasifanikiwe. Na Biblia inasema kwamba wa vile vitu walivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, kuna maroho mume wako ameyapatia kwenye maeneo. Sio kwamba alikuwa na roho ya uzinzi, si kwamba na wewe ulikuwa na roho ya uzinzi unatamaa, lakini mazingira yamekutengenezea paka wewe kaitamani. Kwa hiyo
Tarehe ya 19 tutakuwa na kombora. Tutachovya miguu yetu ndani ya kombora. Tutachovya miguu yetu ndani ya kombora. Na tukichovya miguu yetu ndani ya kombora, itashulika na nguvu yoyote ya kichawi tulioikanyaga kwenye eneo lolote, nguvu yoyote ya kiganga, nguvu yoyote ya aina yoyote ya miungu, miungu ya mtu, miungu ya miji. Tunapozungumza miungu ya miji, maana yake mji wote, mkoa wote una wasimamizi wanaosimamia huo mkoa kimila na desturi. Lakini sasa zile roho lazima zipingane na wana wa Mungu. Kwa hiyo mimi nikuombe usikose sana hii ibada. Tutakuwa na mafuta, lakini pili tutakuwa na kitendo cha imani cha kuchovya miguu yetu ili kupigana na falme zilizoshikilia miguu yetu, madhara tulioyapata. Kwa hiyo kombora ni silaha. Tunapozungumza kombora, kuna wengine mnaniuliza labda hujawahi jua hiyo kombora. Siku hiyo utajua. Nikukaribishe ndani ya ukumbi wa Radio Safina. Tutakuwa na ibada tarehe ile ya 19 na kuhakikisha kwamba unafunguliwa kwenye maeneo yote. Uwezo wako unakurudia, si tu uwezo kukurudia, lakini pili tutajua kipengele moja ya nguvu ya pembe ndani ya mtu, na pia tutashughulika na pembe za waovu zilizotukwamisha. Lakini pia kuna watu wamekatwa pembe zao. Daudi anasema pembe yangu imejidhili, maana ile pembe haina tena uwezo. Kwa hiyo nikukaribishe tuwe wote mwanzo hadi mwisho wa ibada ya tarehe 19 mwezi huu wa pili, Alhamisi ya wiki ijayo. Mungu wa mbinguni akubariki.